Dojo ni mbaya, ni noma. Amesimama juu ya cliff akiangalia labda hizo ng'ombe zake. Manze. Chika. Simba. Vipi? Nilidhani naenda Makoko Kajiado County kwa Tendrura show. But kitu nilipata huko ni story tofauti kabisa. Nilijipata nikidiscover community yenye naishi side by side na Nairobi National Park. Nilikuwa na Tia na Wabosha, maarifu wangu. Destination ilikuwa Makoko kwa Rura show ya sister ya Tia. Nilikuwa nimepromise Tia nitampeleka cause Masai culture ni one of those cultures zenye zimekuwa zikini-intrigue for a long time. Kabla tuanze safari, tulikuwa na stop moja muhimu, kuweka gas. 3600. So tumeka full gas, safari iko ready, tuko tayari kuenda. 3661 full, tunatumia gas kwa hii gari. So today I have a very interesting day, niko na a very interesting trip ahead of me. Tunaenda all the way to Kajiado. So all along I've been wanting to attend a Masai cultural ceremony, a Masai cultural event. Sijawahi enda an event ya Masai. So I've been asking my friend aniambie ile siku kutakuwa na cultural ceremony yoyote, aniambie manze nitampeleka. I will fuel the car and I will take her. So today is that day. Kuna best yangu hapa, Tia, say hi. So Tia leo wako na tuseme an equivalent of a Rura show. Mnahitaje kwenye Enkapoti. So napeleka Tia Kajiado kwao, sistake anafanywa Rura show na it's interesting kwa sababu I've always admired the Masai culture na natakanga kuona venye wanafanya vitu. So today is that day, nataka nione hizo ceremony zao za Masai zikoaje. So come along with me, na tuko peke yetu, tuko pia na best yetu hapa nyuma. Wabonye manze, hata Wabosha, mimi na Wabosha it's our first time kwenda ceremony ya Masai. It's not my first time in Kajiado, but it's certainly my first time to attend ceremony ya Masai. And I can't wait. Kitu iko kwa akili yangu about your place ni manyata hivi, tu ng'ombe huko zinakimbia, alafu tunachinja mambuzi huku pale. So it's gonna be interesting. Let's start this vlog. Let's go. By now mnajua dinga yangu hutumia LPG. Ni poa juu unaokoa fuel. Shida tu ni station za LPG si mingi hivyo. Lazima ujue unaenda kujaza wapi. Tukajaza tank full na tukaanza safari. Tulipita interchange pale Kitengela, tukaingia na Manga Road. Hatuku drive sana before tuchukue junction fulani just after Savannah Cement. Sasa hapo ndo adventure ilianza. So Bonke, unasema expectation yako ya Masailand ni? Mimi na expect nikifika huko nione mang'ombe zinakimbia tu huko kila mahali. Masai amesimama na mguu moja, ameshikilia kimti hivi, kijiti fulani. Amesimama juu ya cliff akiangalia labda hizo ng'ombe zake huko chini. And then pia na expect mahali kuna wazee fulani tu tunachinja
mbuzi hapo pamoja. Hiyo ndio expectation yangu. Alafu manyata mingi, yani si manyata mingi kwa sababu unajua population yao wako scattered. So maybe manyata moja hapa alafu mang'ombe mingi, boma nyingine pale ya manyata. Kama hiyo. Okay. Tobosha unasemaje? Leo ukienda vizuri. Naona pia nikibambika nayo culture vizuri. Pia mimi natafuta Masai. Utanitafutia? Utanilipa? Ikinibamba. Na mimi naweza pata Masai pia. Kwanza mimi nakutafuta wa madhe fulani hapa. Obstacle ya kwanza ilikuwa riverbed fulani imekauka. Kwa umbali ilikuwa rahisi kuvuka. But vile dinga iliingia ndani nikajua hii safari haitakuwa rahisi vile nilikuwa nimefikiria. Ni venye auja nini? I think ungekatana hivi. Uko hivyo. These are the struggles we go through every day. Venye alikuwa bonke buku jaibu. Anashangaa na huku kwetu. Anashangaa hadi amehang. Lakini tulikuwa na SUV na ilikuwa juu kiasi. Tukisonga kuna kitu nilione kanishtua kiasi. Hakukuwa na fence, hakukuwa na gate, hakukuwa na kitu yote yenye na separate watu na wildlife. Tulikuwa ndani ya ecosystem ya Nairobi National Park kutoka side ya Kitengela. The moment unaishi next to the park, it's upon you to make sure ng'ombe zako and your cat, mbuzi, ng'ombe ziko umezifungia vizuri. Because zitakuja, uwezi kataza simba ikuje kukula. So ni wewe make sure fence yako umefence na pia juu ka fence because zo uruka. The lions and cheetahs I kulangi ngoko one goat. So the moment unaweza kuta umefagiliwa mbuzi kaa 20 hata huko. Once it bites, it goes to the next thing. So sisi utakuta eti kula mbuzi moja, unakuta kama msee yako na scenario ya alikuliwa mbuzi kaa 20 in one night. Na immediately vitu mobs zikaanza ku make sense. Unajua zile story unasikia ati hyena imeonekana Kitengela ama wildlife imeingia kwa keja za watu. Sasa nilikuwa naelewa kwa nini. Huku watu na wildlife wanaishi almost side by side. Tuko literally in the middle of Nairobi National Park. Nyuma, side ya nyuma ni Kitengela. On my right ni Syokimau. Mbele straight on I think ni side ya Rongai. Yeah, so but tuko katikati ya park. So we are heading tunaingia ndani ya Kajiado sasa. Scenery manze ni deadly manze. So green. It's so beautiful manze. Green savannah. Hakuna kitu tunaona mbele, yani ni miti peke yake. Tukiendelea na safari tuliona animals kadhaa. Scenery safi. Nilishtuka kufind out ndio route watu hutumia from time to time. Wakienda Kitale ama wakirudi mtaani. Imagine kuna one life ukienda kununua sukari. Kwa hiyo ni kawaida. Area nyingine tukapatana na watoi wakichunga shamba ya mahindi. From monkeys na animals wengine. Nani hajapata? Yaje? Iko sawa? Asanteni. Bye. Na amogopi simba? Kwa nini? Sio kitu? Amogopi simba kabisa? Huyu kijana mkubwa anaogopa simba. Imagine, huyu anaogopa. Ati kwani mimi ni mtoto? Watoto ndo wanaogopa simba? Na nyinyi hamuogopi? Sasa ikitokea hapo mtafanya? Unakaa tu. Enjoy ni game zenyu sawa? Haya, wazi. Bye.
Hapo sasa ndio nilianza kuona challenges za kuishi next to a national park. Baadaye mambo yakaanza kuenda left kidogo, tukapotea. Barabara moja ilikuwa imefungwa, tukalazimika kutumia diversion. Kidogo kidogo dinga ikakwama. Nirudi reverse. Lakini makadere wa truck walikuwa karibu, wakatusaidia kuitoa. Sema community spirit. After a while tukafika Sidai Shopping Center. Watu wako shughuli zao, watu hiyo wakicheza nje na maisha ikiendelea kawaida. Even though wako karibu sana na wildlife. Kwao hii ndio mtaa. Tukapotea tena. This time tukasaidiwa na jamaa wa Senke. Alituonyesha njia ya kufika Emakoko. Shortcut yake ikatupitisha kwa valley fulani. Tukakwama vizuri. At this point nilianza kufeel dinga imeamua tufikisha destination. But somehow tukajitoa na tukaendelea. Nilinotice pia kuna kwa remob huku. Eventually tukafika kwa Kinatia. Oh, ndio tumefika man, tumefika. That was a journey, that was an experience. 19 kilometers, but sasa tumefika ni 140. 20 minutes to 2 na tulitoka 9. 10, 11, 12, 1, 40, almost 4 hours man. Yeah. Just to cover 19 kilometers. Ndio journey mbaya. Ni normal, but just glad we are here. Let's see what the day holds. What I found there wasn't what I expected. Kwa akili nilikuwa nimejichorea picha za traditional Masai homestead. Manyata nini. But nilipata keja ya kisasa. Family imekusanyika na wazazi wakingoja wageni wafike. Sema kitu. Nikipiga malap zangu around the compound nilinotice vitu kadhaa. Wanaume walikuwa na area yao ya kubanga hizi. Wanawake pia walikuwa na area yao. Hakuna kukaa pamoja.
Baadaye familia Groom ikafika. Kutoka hapo story ikakuwa even more interesting. Groom ni Mjaka. Kwa hivyo hiyo ilikuwa tu rurasho ya Kimasai. Ilikuwa ni cultures mbili zimekutana. Nyimbo tofauti, traditions tofauti, lakini zote zililetwa pamoja na occasion moja. Kofiti. Kuna mko high table. Wacha. Baada ya kudishi, negotiations zikaanza. Kulikuwa na discussions za blankets, ng'ombe na expectations za familia. Process yenyewe haikuwa complicated vile watu wengi wangedhani. Kwa hivyo kijana wakikosana na msichana harusi, kijana asema sadi ya watoto utalipa wewe. Lakini kama kuna watoto huko, watoto ni wako huko, hakuna kitu kinarudisha wewe. Na kwetu ng'ombe ya msichana ile tunaitisha ng'ombe nani. Na pia tunageti sita. Kwanza nyinyi mnaanza kutayarisha. Mnasema mnataka msichana? Kama mnataka tulete kesho, siku kwa tayari. Wamasai hawaitishangi vitu mob and realistic. At the end of the day, both parties wali agree. Familia mbili zikakuwa kimoja. Shughuli zikiendelea, nilipata chance ya kuexplore ranch kidogo. So tunatembea tu ndani ya park manze, but actually si park ni ranch. Tunatembea ndani ya ranch. The ranch on that other side ni national park, and you can actually see kwa horizon unaweza ona Nairobi, ma buildings on the other side. So hapa nyuma pale nimetoka, it's like walikuwa na try to build a resort mali wasa wanaweza come wa relax, spend a night or two, but I don't know, ni kama hiyo project ilikuwa abandoned. So you can actually see structures but hazina vitu ndani, just furniture kidogo, vitanda, utaona bathtub hapo, utaona washroom. Yeah, so we are going back to the ceremony. Nilikuwa tunatembezwa kidogo manze, and just a section of the entire ranch. Nimepigiwa story fulani manze ya mzee fulani ako huko ndani kwa ceremony. So apparently huyo mzee aligongwa na rhino manze, akavunjika mguu. So basically hizi ni common cases unazisikianga huku, encounters with wild animals. Na siyo ya kwanza. Nata kama kulikuwa na fence kwa hii boma, wildlife bado ni part and parcel ya maisha yao huku. Nilimanage kubonga na one of Tia's uncles. Just a week or two earlier alikuwa na encounter na rhino. Ilimchaja kaanguka kwa cliff. So bado ako na injuries na nas. The only thing that saved him ni ati rhino haingefika huko chini. So ni crazy, juu alikuwa amesimama, hakuwa amenotice rhino iko nyuma yake. So ikakaa ikamgonga from behind. Akaanguka chini kwa cliff. So rhino ingempata hapo, but kama si hivyo manze ilikuwa imcrash. So mpaka leo ana struggle na back pains. And imagine haikuwa kitambo sana, ilikuwa like a month ago. So hizi vitu happen sana huku manze. Hizi vitu happen sana. Na KWS waliambiwa about it, but hawajakam kuchukua hiyo rhino.
but they know the rhino is still around manze. It can inaweza pata tena victim wengine. There's another section of the ranch. Hapa ni mahali wanaweka mifugo. Kuna kondoo hapa, kuna mbuzi side nyingine, alafu ng'ombe ziko huko. So yeah, it's basically just a section of the ranch. Na kuna a lot pia hapa. So they have to be extra careful to make sure hakuna wild animals zinaingia hapa kukula hizi mifugo manze, because pia hiyo ni another common problem in this part of the county manze. Ni ngori. Nilikuja Makoko kula na boat culture wa Masai na Rurashio. And to be honest, I did learn. But what stuck in my mind was more than the ceremony. It was the people, their life. Na vile wamejifunza kuishi kando ya nature in ways most of us can't imagine. Kwa wengi wetu, wildlife ni kitu tunaenda kutafuta. Kwa watu wa Embakasi na Makoko, wildlife is just a neighbor. So finally jamaa amepata bibi manze. The negotiations have gone well, amepata bibi and we've wrapped up the ceremony manze. Imekuwa fiti, imekuwa successful event. My first time kuna negotiations za Wamasai na Wajaluo pamoja. I'm sure pia ni first time yako kuiona. Kama moja kwa moja. But yo, it's been a good day. Thank you guys, asanteni sana for tuning in. Thank you so much guys kwa kukaa kwa hii vlog yangu manze. It's not my thing, sijazoea kuvlog, but hey, kama niko na kamera nifanyie nini? See you on the next one guys. Na subscribe manze. Subscribe, finya hiyo subscribe button.